Wa Sahli ibn Sa'd, na hadithi iliyopokewa na Sahli ibn Sa'd radhiyallahu anhu qala, yeye amesema jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alikuja mtu mmoja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, faqala, akasema ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, dullani ala amali idha amiltuhu ahbabni Allah au ahabbani Allah. Tambie Rasulullah, nijulishe amal, matendo ambayo nikiyafanya atanipenda Allah, wa habbani nnas, na watanipenda watu. Nikifanya atanipenda Allah na watanipenda watu. Faqala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, izhad fi dunya, ipe mgongo dunia, ipe nyongo dunia, achana na kuishughulikia sana dunia, acha kuipenda sana. Zuhud ni kuwe kwamba unashughulikia maisha yako, kwa maana uende na maisha yako, lakini usiwe unaipenda sana ile dunia. Yani dunia iwe ni sehemu tu ya kuishi, kupata riziki yako na mambo yako ya kawaida, lakini sio inayokushughulisha sana, kwa sababu unajua iko siku utaiacha. Alafu hivi unavyohangaikia kuvipata vyote utaviacha vile vile. Kwa hiyo achana na kuhangaika nayo hii dunia. Ipe nyongo, ipe mgongo dunia. Izhad fi dunya yuhibbuka Allah, ye Allah atakupenda. Ukiwa huipendi dunia sana, haina maana usitafute la kula, usitafute pa kukaa, yani visiwe ni vipaumbele kuishughulikia dunia, ila utafute kwa ajili ya kukidhi maisha yako tu. Unajua utakula nini, utavaa nini, utaishije na nini duniani hapa, lakini isiwe kipaumbele mpaka ukajikuta tena uko tayari kwa lolote alimradi dunia uipate. Ipe nyongo dunia, Allah atakupenda. Faqala izhad fi dunya yuhibbuka Allah, wazhad fima inda an-nas yuhibbuka an-nas. Na la pili, vipe mgongo vilivyo kwa watu, watu watakupenda. Yani achana na mambo ya watu, usishughulike na mambo yao. Kala nini, kavaa nini, kanywa nini, yanakuhusu nini? Achana nayo. Jamaa huyo hana wakati na mambo ya watu bwana. Hiyo yanaje watu husema kwamba huyu jamaa mtu poa sana huyo, ashughuliki na mambo ya watu. Kwa hiyo maana kitendo cha kwamba wewe uko na yako, wala huhangaiki na wengine, huhangaiki kujua kapata nini, kakosa nini, labda kama unakusudia kumsaidia kitu nini, lakini ile kuchunguza kwa lengo la kutaka pengine umbea. Anasema jitahidi kujiepusha na mambo ya watu, watu watakupenda. Rawahu Ibn Majah wa ghairihi wa sanaduhu hasan, amepokea Ibn Majah na wengine walipokea, na wanasema ile sanad cheni yake hii hadithi ni hadithi hasan. Kwa ili upende na Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu na watu pia wakupende. Kupenda na Mwenyezi Mungu ni kuishi na dunia
huku ukijua kwamba utaachana nayo. Kwa ipe mgongo, isikushughulishe, isikukimbize dunia, isikufanye ukaona pupa sana kwa ajili yake. Ishi kwa sababu upo, lakini chukulia kwamba innaka kaannaka gharib, hakika wewe ni kama mgeni tu, muda wote unaondoka unaenda kwako. Lakini ukitaka na watu wakupende, achana na ya watu, achana na ya watu, usiyashughulikie. Hii ni hadithi ya pili.